Bwana, ngome inaanza, ni nyakati za usiku. Tunaoneshwa huyu mrembo anaitwa Ene Bruno yuko hapa anajiandaa, kuna mahali anaenda. Muda mfupi baadaye tunaoneshwa Ene yuko na huyo mdingi hapa, sehemu kama ya hoteli hivi. Ene yuko anamkatia mauno huyo mdingi. Sasa mshua bwana akawa ameshika kiuno cha Ene. Ene maindi kweli kweli, anadai kwamba makubaliano yao sio hivyo. Ene anatakiwa kucheza tu na sio kushikwa. Mshua acha maindi, nimekupa kiasi kikubwa hivyo cha pesa alafu nataka nisikushike? Una akili timamu kweli? Kukawa kumetokea kama kiugomvi mle. Ene akatoka mla anakimbia kweli kweli. Ene akakutana na huyu madha hapa, akazama kwenye chumba chake kwa sababu mshua alikuwa anamfuatilia. Ene akaomba msaada kwa huyu mama. Mama bwana ikabidi amsaidie Ene, akamtishi yule mshua kuwa toka mlangoni kwangu, usipotoka napiga simu polisi. Mshua aliposikia mambo ya polisi akaondoka pale. Ene alimshukuru kweli kweli yule mama, wakabadilishana pale namba, kisha Ene akachomoka kurudi zake nyumbani. Ene anaishi na mdogo wake na babake ambaye ni mzee sana lakini pia ni mlevi kweli kweli. Kwa hivyo Ene ndo kila kitu kwenye familia. Yeye ndo anatakiwa apiganishe huko ili familia ipate kula. Kesho yake Ene ule mchongo alikuwa amepewa na rafiki yake ambaye anaitwa Kiki. Ene akamtupia lawama kweli kweli Kiki, anamwambia kuwa nikutanisha na mtu wa hovyo nusu ni bakwe. Ene anasema kuwa leo ndo mwisho, sifanyi tena hii kazi. Bora nirudi kufanya kazi za kawaida lakini sio kufanya kazi hatari kama hii. Kesho yake Ene akapigiwa simu na yule madha ambaye alimsaidia kwenye ile sakata la mzee. Mama anadai kuwa na mazungumzo, anataka kuongea na Ene. Wakapeana location pa kukutania. Ene akaibuka. Sasa madha akamwambia Ene kuwa hebu niambie kila kitu kuhusu wewe. Ene akajitambulisha jina lake, akasema anaishi na mdogo wake na babaka ambaye ni mzee sana. Mama akashatangulia mbele za haki. Ene ndo kichwa cha familia, anahangaika huku na kule familia pate kula. Anasema yeye ni dansa. Mwanzo alikuwa na dansi kwenye mashow na nini, lakini baadaye kuna rafiki yake anaitwa Kiki akawa amemwambia kuwa kuna mabosi ambao wanahitaji kuwa wanachezewa, wanatoa pesa nzuri sana. Kwa hivyo hata siku ile anakutana na huyu madha, alikuwa kwa moja ya bosi ambaye aliagiza aje achezewe, lakini mwisho wa siku wakaanza kumshikashika na kutaka vitu vingine. Ndo hapo mambo yakaharibika, akawa ametoka mla anakimbia. Kwa hivyo anasema yeye ni mhangaikaji, anahangaika huko na kule familia ipate kula. Mama akasema vizuri, nimekuelewa vizuri sana. Mama naye akajitambulisha pale kuwa anaitwa Shelewa. Anasema hata yeye pia alikuwa ni mhangaikaji kweli kama ambavyo alivyo Ene, alihangaika kuyatafuta maisha sana. Anasema ana mdogo wake ambaye yeye aliolewa, lakini Shelewa alikataa kata. Akasema yeye anatafuta pesa yake, kwa hivyo anaujua upambanaji. Kwa hivyo Ene alichokizungumza madha anasema anakijua vizuri sana. Anasema miaka 4 iliyopita alikutana na mwanaume ambaye walipendana sana, wakafunga na ndoa, lakini baada tu ya mwaka mmoja kwenye ndoa yao yule mwanaume alifariki. Mama anasema mume wake alikuwa ni tajiri sana, kwa hivyo ameacha mali nyingi sana, lakini alikuwa na watoto 2, wa kike na wa kiume. Yule wa kiume hana shida, lakini kuna huyo wa kike hampendi kweli kweli huyu mama. Kwa hivyo hataki huyu mama apate chochote kutoka kwenye mali za mume wake. Mama anasema hawa watoto wanaishi nje ya nchi, lakini huyo wa kiume anakuja hivi karibuni hapa nchini kwa ajili ya kusimamia hizi mali za babake. Kwa hivyo mama anasema anamuomba Ene ndo awe jicho na sikio lake katika vitu vyote ambavyo vitakuwa vinapangwa na wale watoto kuhusiana na hizi mali za baba yao. Yaani manake Ene awe spy ambaye atakuwa anamfikishia mama taarifa kuhusiana na mipango yote ya wale watoto. Ene akasema mama, kwa hilo siwezi, mimi siko kabisa kwenye hiyo field. Mama akasema nakupatia milioni 5 naira. Ene jicho lilimtoka kweli kweli, pesa kubwa ambayo hajawahi hata kuiota. Ene japo alikuwa haitaki hii kazi, lakini ilibidi aipokee tena kwa uaminifu mkubwa. Basi baada kama siku 2-3 kupita, yule kijana akawa amefika hapa nchini. By the way, jamaa anaitwa Kaldi. Sasa Ene akajiliwa kama house girl kwenye nyumba ambayo Kaldi alifikia. Ene akamkaribisha pale Kaldi, akajitambulisha kuwa yeye ni house girl hapa ndani. Sasa Kaldi na dada yake wana muda mrefu kweli kweli bila kwenda Nigeria, mpaka baba yao mauti ulipomkuta. Kwa hivyo kwenye nyumba mbalimbali za baba yao hawajui watu gani ambao walikuwepo ndani ambao baba yao alikuwa akiishi nao. Kwa hivyo hadi hata alipomkuta Ene hapa haikumshtua kwa sababu aliamini kuwa ni mfanyakazi ambaye alikuwepo tangu enzi za uhai wa baba yake. Ene na Kaldi waliendana kweli kweli kwa sababu Kaldi alikuwa ni kijana fulani hivi poa sana ambaye hana mambo mengi. Ene naye kwa upande wake alifanya vitu vyake safi kabisa bila bugu za aina yoyote ile. Lakini ndio hivyo, alikuwa hapa kwa mission maalum ya Madam Shelewa. Kaldi akaenda kuonana na mama yake wa kambo, Madam Shelewa. Sasa Madam Shelewa hana shida kabisa na Kaldi kwa sababu ni kijana fulani hivi ana heshima, mcheshi, safi.
lakini mama shidaki ipo kwa dadake Haldi ambaye anaitwa Yellow. Huyo ndo kipengere. Sasa Kaldi hapa kamletea mama zawadi, anamwambia kuwa tumekununulia hii wote mimi na dada yangu. Mama anasema hapana, hii umenunulia wewe peke yako. Huyo dada yako hawezi kabisa kununulia mimi zawadi. Brother akacheka tu kwa sababu anajua dada yake na huyo mother hazihivi kabisa. Kesho yake Kaldi alikuwa na kikao na mwanasheria wao kuhusiana na mali za mzee wao. Sasa kama tunavyofahamu, Ena yuko humu kwa ajili ya kuspy. Akawa amerekodi mazungumzo akamtumia Madam Shelewa. Sasa Madam Shelewa baada ya kusikiliza yale mazungumzo, kuna kitu akagundua hakipo sawa. Yaani yale mazungumzo hayajakamilika. Alifoka kweli kweli, alichukia. Akawa amemuita Ene, akamwambia upumbavu gani huo? Nimekuajiri unifanyia kazi yangu kwa uhakika na sio kunifanyia kazi nusu nusu. Ene akasema mama, hata kama unanilipa lakini sio sawa kunifokea. Mama akasema oh, bado sijakufokea. Yaani bado. Mimi nataka unifanyie kazi yangu kwa uhakika. Hata kama ni kulala naye, wewe lala naye tu, ili mradi tupate kila kitu tunachokitaka kutoka kwao. Ena alishangaa. Akasema mama, yani unataka mimi nitoe mwili wangu ili mradi wewe upate unachokitaka? Mama akasema na kuongeza 500,000 naira. Yani nakuwa 1,000,000 naira. Nataka unifanyie kazi. Ena bwana aliporudi nyumbani akamuita rafiki yake Kiki, akamuuliza kila kitu. Akamwomba ushauri, akamuuliza nifanyeje Kiki. Kiki mwenyewe akakosa hata cha kujibu aisee. Akamwambia Ene, mimi hata sijui nikushauri nini ndugu yangu, lakini wewe angalia tu maisha yetu alivyo magumu, alafu wewe ndio utajua nini cha kufanya. Siku moja Ena alikuwa akifanya hapo usafi, kwa bahati mbaya akajikunja mguu wake kwenye meza. Ena alipiga ukunga huyo. Kaldi alikuwa mle ndani akakimbia kuja kumpa msaada Ene. Jamaa akamfunga pale bandage mtoto wa kike. Sasa Ena akajihisi uko sawa, akataka kusimama, lakini kumbe mguu ulikuwa hauna nguvu, so akataka kuanguka. Mchizi akamdaka pale. Wote wakajikuta wameangaliana usoni. Jamaa akaona usinitanie, akamramba kise mtoto wa kike. Ena akakwepesha mdomo. Jamaa akamwacha mtoto wa kike, alafu akaomba misamaha mingi sana, akaondoka pale. Usiku jamaa akiwa amelala, kumbe tayari kashavurugwa kinyama na Ene. Sasa akaanza kumuota, anamuona Ene yuko mbele yake anamchezea na nini, na vile Ene alivyodansa, mtoto wa kike akampandilia na kuanza kumpapasa pale. Anashtuka hivi simu yake inaita. Dadake kampigia. Huku Ene yuko hapa bafuni anapiga zake mswaki, anapigiwa simu na Kiki, anaambiwa kuwa babake ni mgonjwa sana, kwa hivyo Ene anahitajika nyumbani haraka. Ene bwana akamtumia mchizi message kuwa amepata tatizo la kifamilia, kwa hivyo atarudi baadaye. Ene alipofika nyumbani akamkuta babake kalewa chaka yupo hoi kalala. Sasa rafiki yake Ene Kiki ndo aga anaishi na hii familia badala ya Ene akiwa huko kazini. Kwa hivyo wako wote pale. Kiki akamwamsha mshua kibabe kweli kweli kwa sababu usamelewa. Ene ile kitu ikawa inamuumiza kweli kweli kumuona babake ulevi umemchukua kinoma yani. Ene akarudi kazini akiwa na mawazo kibao. Kaldi akamkuta hapa, kamuuliza Ene vipi, mbona hauko sawa? Ene bwana acha anze kulia kwa sababu ya mapito ambayo anapitia nyumbani kwao. Wakiwa pale wanabembelezana, sangapi bwana hisia zisiwapande, wakajikuta ni makisi tu anatembea pale. Pigana makisi kweli kweli. Leo Ene bwana akajiachia huru kwa Kaldi. Kaldi akamchukua mtoto wa kike akapeleka kitandani akapiga mambo. Kumekucha asubuhi, Kaldi yuko bafuni anaoga. Ene bwana akachukua simu yake akarekodi kila kitu kwenye PC ya Kaldi, kisha akamtumia Madam Shelewa. Yani ni mapenzi na kazi. Kaldi anajua amepata dem bomba, kumbe Ene yuko pale kikazi zaidi. Madam Shelewa baada ya kupata zile taarifa, kumbe bwana ni taarifa kuhusiana na nyumba yake kuuzwa. Madam Shelewa akashauriana na mdogo wake, wakawaita hawa eti mapasta lakini kama waganga wa kienyeji, wakawafanyia pale maombi kisha wakawapa masharti. Sasa baadaye Madam Shelewa akamuita Ene, akamwambia kuna maagizo nataka nikupe. Ene akasema ndio madam. Madam Shelewa akasema nakupa haya hapa mafuta, nenda kamwekee Kaldi kwenye chakula chake. Ene akashtuka, akasema hapana madam, unachotaka kufanya sio. Mbona Kaldi ni mtu mwema tu, mbona hana shida kabisa na wewe, na uliniambia nifanye chochote ili mradi tupate taarifa, na nimefanya kweli, tumepata taarifa. Madam akasanuka, oho, kumbe tayari kuna mapenzi kati yao. Kumbe tayari Ene kalala na Kaldi. Sasa madam akamwambia, wewe kulala na Kaldi haimaanishi kuwa Kaldi anakupenda. Yani wewe sio type ya wanawake wa Kaldi. Unadhani Kaldi atakuchukua atakupeleka Ulaya mwanamke mshamba kama wewe? Hebu acha upumbavu, kafanye kazi yangu. Sasa wakiwa pale, kumbe bwana kulikuwepo na mtu alikuwa akiwa rekodi. Sijui katumwa na nani, tutafahamu mbele ya safari. Sasa Ene amerudi nyumbani, yale maneno ya madam alimuumiza kweli kweli kwamba yeye sio type ya wanawake wa Kaldi. Kaldi bwana amekuja hapa nyumbani, Ene yuko hapa na huzuni kweli kweli. Sasa Kaldi akataka kugusia kuhusiana na mahusiano yao, lakini Ene akasema sitaki kusikia chochote kutoka kwako.
Yani kasha mind kisa yale maneno ya kuambiwa na Madam Shalewa. Kaldi mwenyewe hata kuelewa Ene kapatwa na nini, so akawa amemwacha pale kwa sababu mrembo anaonekana hayuko sawa. Baadaye Ene akamuita rafiki yake Kiki ili kuzungumza kuhusiana na yale mafuta ambayo kapewa na Madam Shalewa amwekee Kaldi kwenye chakula. Sasa Ene anaonekana hataki kufanya hivyo, lakini Kiki akamwambia fanya kila ambacho moyo wako unataka kufanya, kwa sababu huku kuna pesa, huku kuna dhambi. Kwa hivyo wewe utachagua kimoja wapo. Kama unachagua pesa, kama unachagua dhambi, ila chochote utakachochagua mimi nitakuwa upande wako. Kaldi akiwa mtaani akapigiwa simu na dadaka, anaambiwa kuna kitu nimekutumia WhatsApp, angalia sasa hivi. Kaldi bwana kufungua alishtuka kweli kweli. Amerudi nyumbani, jamaa kamaindi kinyama. Akamwekea pale simu mezani Ene. Anamwambia ni nini hiki? Kumbe ni spy. Sasa kumbe yule mtu ambaye alikuwa akiwarekodi Ene na Madam Shalewa alikuwa ametumwa na dadake Kaldi. Ushahidi wote umepatikana kuwa kumbe Ene ni spy na sio mfanyakazi mwema. Kaldi alifoka kweli kweli. Ene akajitetea kwa Kaldi kuwa alikuwa na mpango wa kumwambia kila kitu kuhusiana na Madam Shalewa. Lakini sasa Kaldi kwani alimwamini Ene? Kama alishindwa kumwambia siku hizo zote, atamwamini kuwa alikuwa na mpango wa kumwambia? Kaldi bwana akawa amemfukuza Ene pale ndani bila kujali kuwa tayari jamaa alikuwa ameshatokea kumpenda mtoto wa kike. Ene bwana akawa ameondoka pale kwa Kaldi, kibarua kimeota nyasi. Kaldi akachukua ile mafuta akapeleka kwa mhusika Madam Shalewa. Kaldi akamwambia mama, mbona mimi sina ubaya na wewe? Why wewe unataka kunizuru mimi? Mama akasema nyie wote ni kitu kimoja. Why mnataka kuuza kila kitu alichokiacha mume wangu mimi nirudi mtaani empty? Yani ndo kwanza hii vita bado mbichi, cha moto mtakiona. Jamaa alimaindi kweli kweli, akamwachia pale Madam mafuta yake pamoja na madokumenti fulani, akondoka pale. Huku Ene yuko hapa na rafiki yake Kiki. Ene ameshakuwa ni mtu wa kulia tu. Alitokea pia kumpenda sana mchizi Aise. Lakini ndo hivyo. Huku mchizi naye yuko hapa anamuwaza kweli kweli Ene. Yuko hapa ameshikilia hereni za Ene, inaonekana aliziacha humo ndani kipindi amepiga show. Sasa anamkumbuka kweli kweli mtoto wa kike Aise. Baada ya kipindi fulani kupita, siku moja Ene akiwa hapa nyumbani anatoka anamkuta mshua wake kakaa hapa, anamuita mshua kimya. Ene alichanganyikiwa, akamuita mdogo wake wakamamsha mshua hapa, lakini mshua kimya. Akambeba akapeleka hospitali. Baada ya siku kadhaa kupita, siku moja Kaldi akiwa hapa anapigiwa simu na mlinzi, anaambiwa kuwa kuna mgeni wako. Kaldi akasema mruhusu aingie ndani. Anakuja Kiki Aise. Kiki bwana amekuja kumwombea msamaha rafiki yake Ene. Anaeleza Kaldi kuwa Ene amekuwa ni mtu wa majonzi, anajuta sana kwa kila ambacho alikifanya. Kiki akamweleza kila kitu Kaldi kuhusiana na maisha ya Ene, kwamba ndo baba yeye ndo mama kwenye familia yake, na sasa hivi babake kashatangulia mbele za haki. What? Kaldi mwenyewe ile kitu limuumiza sana Aise, kusikia babake Ene katangulia mbele za haki kafa. Kiki akamweleza Kaldi kila kitu kuhusiana na Ene na jinsi ambavyo Ene alikutana na Madam Shalewa akapewa mpaka hii kazi. Hiyo yote ilikuwa tu ni katika kujitafuta kimaisha ili aweze kujikomboa kutoka kwenye umaskini. Kiki akamweleza Kaldi kuwa Ene anampenda sana. Hakuna mwanaume yoyote ambaye Ene alishawahi kumpenda zaidi ya Kaldi. Kaldi mwenyewe alishangaa Aise kusikia kwamba Ene anampenda sana Aise. Kiki akawa amerudi nyumbani, bado huko katika kuomboleza msiba baba yao. Sasa Kaldi naye anakuja hapa nyumbani, lakini Kiki ndo anafahamu Ene hajui chochote. Baada ya muda Kaldi bwana akawa amefika hapa. Ene alishangaa kumuona Kaldi hapa. Kiki na mdogo wake Ene wakatoka pale kuachia nafasi wazungumze. Ene akamuomba msamaha mingi sana. Kaldi akamwambia hiyo yote ilikuwa ni sababu ya maisha tu, lakini yeye si mtu mbaya kama ambavyo labda Kaldi alimchukulia. Kaldi akamweleza Ene kuwa tayari Kiki kashamweleza kila kitu, kwa hivyo msamaha umepokelewa. Kaldi akatoa kijibahasha kidogo tu akampatia Ene, akamwambia usikifungue mpaka mimi nitakapoondoka hapa. Kaldi akamwaga pale Ene na kutaka kuondoka, lakini kabla hajafika mbali Ene akamuita akamuuliza Kaldi, kwani siku ile jikoni ulikuwa unataka kuniambia nini? Siku ile sasa ambapo Kaldi alitaka kugusia kuhusiana na mahusiano yao, lakini Ene akamwambia sitaki kusikia chochote. Kaldi akasema nilichokuwa nataka kukuambia kwa sasa kina nafasi tena moyoni mwangu, labda kwenye maisha yajayo. Minzi kwamba Kaldi hamtaki tena Ene. Kaldi bwana kuondoka pale, lakini kabla hajafika mlangoni tayari Ene akawa amefungua ile bahasha na kukuta cheki ya milioni 5 naira. Unajua kuamini? Akamuita Kaldi akamkimbilia akamkumbatia na kumwambia asante sana. Alikuwa anahangaikia 1 milioni naira na yenyewe labda hata asingepewa na madam, lakini ndo hivyo Kaldi amempatia milioni 5 naira. Alafu mchizi sio kwamba hata anataka kuwa kwenye mahusiano na mtoto wa kike, no. Jamaa anakwea zake pipa kurudi zake ugaibuni. Basi akakumbatiana pale, na huo ndo unakuwa mwisho wa hii ngoma yetu ambayo inaitwa Right Place Right Time.
yaani sehemu sahihi kwa wakati sahihi.